Yes, hamjamboni nyote. Ni story time eh. Kidogo acha niwakumbushe yaliyojiri nikiwa form 3. So ilikuwa ni matime ya lunch. Tumeenda lunch. Tumesaviwa ni githeri. Ni githeri. Majinsi wa saizi wanakula mchele, wali, inaitwa wali eh. Wali kwa kuku. So sisi ilikuwa ni githeri wakati huo. Nilienda nikasaviwa late. So wakati bell ya lunch ile ring, nilikimbia kwa dormitory. So nilienda kwa dormitory pale, nikaangalia 1 2 kidogo, line ikajaa juu tulikuwa wanafunzi wengi, so ilibidi nisubiri line ipungue kidogo, alafu nikakimbia baadaye kwenda kusaviwa chakula. So after kusaviwa chakula, bell ya kuingia daro ikagonga, nikakimbia na food mpaka daro. So bahati mzuri ama sijui ni mbaya juu hatu kusoma, wa chemistry teacher ambayo alifaa kuja kutufundisha, by then hakuwa amekuja shule. So na tulikuwa na double lesson ya chem. Bas, nikasema sasa nimewahi kwa sababu time ilinipata nikasaviwa late na pia mwalimu hakuji. So inamaanisha kwamba nitakuwa ninauma nikichungulia. So kwa hiyo harakati nikakula kula, nikasikia nimeshiba. So nikaweka my plate chini pale na ilikuwa imebaki na githeri kidogo. Kwa hiyo harakati ya kukaa idle kwa class, si kila mtu akajipa shughuli ya kulala, usingizi inatokelezeaga. So usingizi ikatokelezea, watu wakalala, na mimi naye ni nani? My first time wakati huo, mimi sikuwa nalala mchana, lakini wakati huo nilikuwa najikakamua mpaka usingizi inakuja. So post ya kulala, tulikuwa tunakaa hivi. Alafu unafunga macho na before ulale, kuna hizo vitabu especially subject yenye mwalimu alifaa kuja kusomesha kufundisha, so ilikuwa ni chemistry time eh. So nikachukua vitabu vya chemistry especially ya notes na nikawekelea kwa locker juu, like nilijifanya nilikuwa nafanya revision na pitia hizo notes. So si nikajipa shughuli, nikampa salamba, tulikuwa naita kumpa salamba, yani ni kulala kwa class, alafu post ya kila mtu ilikuwa ni hivi na unainama ni kama unasoma na ukumba usomi. Bahati mbaya Prinzi alikuwa shule. So alikuwa anatembea tembea kwa verandas, akapitia veranda ya form 2, akapitia form 1, akakuja form 3 penye sisi tuko sasa. Sema kimeumana. Akakuja bwana, anapiga simu. Watu wamemuona kitabu. Kwa klasi yetu pale mbele kulikuwa na window pane, dirisha ambayo ilikuwa inakaa kama side mirror. So ilikuwa ukiangalia unaona mtu mwenye anatokelezea kule nyuma. Alafu kuna jamaa alikuwa anaketi on the other side upande left. Yeye pia alikuwa anaweka yenye inaangalia kule mbele. Ni nani anaweza kuwa anatembea tembea kuja hivyo? Yaani ilikuwa inafisiana na staff room kiasi kwamba ukiangalia, ukisimama uangalie hivi, unaona mwalimu mwenye anatokelezea kutoka kwa staff room. So majamaa walikuwa washaona Prince anakuja na wakakataa kuniamsha. Watu wakaamka wote, mimi nilikuwa nakaa nyuma backbencher. Nimekaa kwa kona pale, wale walisomea TTC shop corner. Nikisema shop corner unajua ninamaanisha nini. So nikaketi pale kwa kona. Nilikuwa ninaketi pale kwa kona na nimelala hivi. So mwenzangu pale alikuwa anapenda kufanya madoido kwa class. Akachukua hiyo gideri yangu ilikuwa imebaki kidogo, akaniekelea juu ya loka. Mambo ikaharibika bwana. Prince akakuja akachungulia kwa class, akaona nimewekewa gideri, nimelala na vitabu, gideri iko juu ya vitabu. Yaani makosa mara ngapi? Chakula juu ya vitabu na mimi mwenyewe nimelala. Na ukumbuke si mimi nimejiwekea, kuna mwenzangu aliniwekea pale na akakataa kuniamsha. So kila mtu class alikuwa like, yani anafungia kicheko. Hataki, ni kama anataka kucheka, anafungia kicheko juu nimepatikana red-handed. Nimewekewa gideri kwa meza, kwa loka juu na mwenyewe nimelala. Prinzi kuona hivyo akakujia class. Prinzi akakuja direct mpaka penye ninaketi. So nimeweka mikono hivi na nimelala, akafanya kwanza, unajua kupitisha mkono hivi, aone kama unaweza respond. So there was no response. Prinzi alitayarisha kofi. Mnakumbuka zile mbao za primary ama high school wakati ya mbio 100 meters, hiyo mbao inapigwa hivi. Seta! So mimi nilikuwa nimewekelea hivi mkono. Principal akajumulisha mikono yangu na yake. Kofi ya principal kuongezea na yangu hivyo
ikanichanganya. Wakati nilizinduka kutoka kwa usingizi hivi, kuona kwa loka juu githeri, so nilikuwa nimechanganyikiwa. Nikachukua vijiko viwili kwa mdomo faster na nikatafuna confidently. So kwa hiyo harakati nilifikiri mwenzangu ameniamsha, malizia chakula yako, mwalimu atakuja wakati wowote. So mimi kofi iliponiingia nikashtuka kwa usingizi, kitu ya kwanza nilifanya ni kukula githeri vijiko viwili. Endelea kufuatilia hadithi hii, baadaye nitakueleza yaliyojiri. Usicheze mbali.